kumjibu msikilizaji wetu, Waislamu kuwa kitu kimoja na kufata jambo moja na amri moja, jambo hilo ndio ambalo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alituachia, lakini kwa bahati mbaya Waislamu wakalikataa. Na sisi ambao tulikataa, hao Waislamu ambao bwana Mtume aliwaacha, ambao ndio waliokuwa maswahaba, walikataa kauli hiyo, kiasi kwamba leo ndugu yetu anasema kwamba bwana Mtume alituachia mwongozo ambao ni Qur'ani pamoja na Sunna ya bwana Mtume Muhammad. Lakini ukweli bwana Mtume hakutuachia Sunna. Bwana Mtume alituachia Qur'ani, kisha akatuachia kizazi chake, familia yake, watu wa nyumbani kwake. Akasema inni tariku fikum thaqalaini kitab Allahi wa itrati ahla baiti, mimi nawaachieni vizito viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu kisha na familia yangu. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kama mtashikamana na vizito hivi viwili na Qur'ani pamoja na familia yangu, basi hamtupotea milele. Haya ndio maneno ambayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alituachia, na hadithi hii ni maarufu katika Sahih al-Bukhari. Muhammad bin Ismaili ameileta hii hadithi, lakini vile vile katika Sahih Muslim bin al-Hajjaj ameileta hadithi. Ni hadithi maarufu, lakini hadithi ya kwamba alaikum bisunnati sijua bisunnati khulafa'ir rashidin, hadithi hii ina mashaka. Lakini vile vile bwana Mtume kusema kwamba mimi nimewaachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu pamoja na suna zangu, hadithi hii hata katika vitabu ambavyo vinategemewa ni vitabu sahihi katika Sunani Nasai sijui haipo hadithi hii, wala katika hizi Sahih Bukhari, Sahih Muslim hadithi hii haikupokelewa. Hadithi hii katika maulama wakubwa ameipokea Imam Shafi, lakini pia na njia zake huko mbele zimefungika. Hadithi hii njia zake ni aqima, hazina muendelezo, ile sanadi yake haina muendelezo. Kwa hivyo wengi hadithi hii wameiradi na wameiporomosha kiasi kwamba haikupokelewa katika vitabu vikubwa katika sahihi ambazo zinaonekana ndio vitabu sahihi baada ya Qur'ani. Japo Mashia wanasema hapana, hivi si vitabu sahihi baada ya Qur'ani. Hakuna kitabu sahihi baada ya Qur'ani. Qur'ani ndio kitabu sahihi, ndio cha kwanza na ndio cha mwisho. Kwa hivyo tukimjibu ndugu yetu kwamba kwa nini Waislamu wasitafute kiongozi mmoja wakamwambata kiongozi huyo wakawa wanamsikiliza, hayo ndio ambayo bwana Mtume Muhammad aliyataka kwa Waislamu. Lakini kilichowasababisha Waislamu wasiweze kuwa kitu kimoja ni fitna ya mali. Bwana Mtume anasema likulli ummati fitnatun wa fitnatu ummatia almal, kila umma umepewa cha kuwasababishia matatizo, lakini umma wangu mimi mtihani wake ni mali, ni pesa. Ndugu zangu maswahaba bwana Mtume Muhammad waliambiwa wamfate Ali bin Abi Talib, wasiende kuchaguana, wasiwasikilize watu wengine, lakini wakaenda wakamwacha Ali na wakaenda kuchagua watu wengine. Na baadaye Ali bin Abi Talib alipotaka kuja kuwarudisha katika uzuri, katika mambo ambayo bwana Mtume ameyaweka, walimpiga vita. Wakampiga vita vya Jamali, wakampiga vita vya Sifini, wakampiga vita vya Naharwan, wakauawa maswahaba wengi. Sasa haya yote yalitokea kwa sababu Ali bin Abi Talib alitaka kuyatengeneza haya unayoyauliza. Lakini la mwisho, Hussein bin Ali bin Abi Talib kwa nini aliuawa? Aliuawa Hussein bin Ali bin Abi Talib katika ardhi ya Karbala kusimamisha jambo hilo, kutokufanya kwamba Uislamu uwe kila mtu ni msemaji wake. Leo tuna maradhi hayo, kila mtu anajua dini, kila mtu ni msemaji wa dini. Ilifikia sasa Muislamu au Uislamu unatawalwa na mtu muovu, ndio kiongozi wa Uislamu, mtu mlevi. Ikabidi Hussein bin Ali atoke kulikemea hilo. Kwa hivyo kwa sasa, ili watu tuwe kitu kimoja, turudi katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad, nimewaachieni vizito viwili, Qur'ani na kizazi changu, ahla baiti wangu.